Nchi hii tumekabidhiwa sisi wote kwa ajili ya kuwatumikia wananchi, hasa maskini. Inaumiza sana tunapopewa hayo madaraka, halafu tunajisahau, tunawasahau hata hawa watu wa Mungu maskini ambao wanahitaji msaada kwetu. Mimi naumia sana na hili nataka niliseme kwa wazi, kuona watu wako mahabusu au watu wamefungwa. Ni bahati mbaya kwa sababu sheria zipo, lakini mtu anapowekwa mahabusu saa nyingine anakaa miaka 3, miaka 4, inaumiza sana. Nilishawahi kusema kwamba nisingependa kuongoza watu wakiwa wanatoa machozi. Ni bahati mbaya saa nyingine si uwezo wangu, lakini kama huo uwezo ningekuwa nimeupata na Mungu akanisaidia, ikatokea siku moja hakuna mfungwa, hakuna mahabusu, hakuna nani, ningefurahi kweli, ili kusudi hawa maaskari magereza na kamishna akafanya kazi nyingine. Juzi kaniandikia barua, anaomba niajiri maaskari magereza wengine. Ulisema wangapi? 8,800? 800 anaomba maaskari magereza, wala sikumjibu. Kwa hiyo yeye anataka niongeze wafungwa kule kusudi, na ukweli sikupi kuajiri hao, siwezi. Huwezi mtu ukawa unafikiria kuongeza tu watu ili kusudi wafungwe. Mimi nataka wafungwe wapungue, ili hawa wafungwa na mahabusu tuje tushiriki nao katika kazi ya maendeleo ya kuijenga Tanzania yetu. Sasa kwa sababu DPP huko hapa na umekuwa ukifanya kazi nzuri, mimi ni kuombe pamoja na Solicitor General na wengine mnaohusika na sheria. Wapo watu wamekaa ndani kwa kesi za uhujumu uchumi. Wengine wana miaka 3 na kadhalika. Ninawahurumia sana kama ambavyo nawahurumia wengine. Lakini inawezekana wapo watu waliokaa ndani ambao wako tayari kuomba msamaha, kwamba mimi nilichukua hizi hela milioni 2,000 nikawadhulumu hawa wakina mama kwa ajili ya madawa yao, nikadhulumu kwa ajili ya elimu, nikadhulumu pesa hizi kwa ajili ya kujengea barabara, kununua ndege, kusomesha watoto bure. Ninakiri na niko tayari kuzirudisha. Kwamba ninakiri hii kwamba nilidhulumu katika kulipa kodi, nikafoji, sikulipia kodi kitu hiki. Wao wanajua na katika dhamira yao. Sasa kama wapo watu wa namna hiyo, nisije nikahesabika nimeingilia mahakama. Ninashauri kwa DPP mkawasikilize, angalau katika kipindi cha siku 7. Leo ni juma ngapi? Jumapili. Tena leo siku ya Mungu, Jumapili. Kuanzia Jumatatu kesho hadi siku ya Jumamosi ya wiki inayokuja, kama wapo watu wa namna hiyo ambao wako mahabusu,
kwa sababu ya kesi za uhujumu uchumi ambazo hazitawafanya watoke mapema kwa mujibu wa sheria yetu, lakini wako radhi kurudisha zile fedha na kutubu kwamba hawatarudia, mimi ningeshauri watu wa namna hiyo, kama sheria inaruhusu DPP, wakatoke humo ndani. Ukatengeneze mazingira ya wao kurudisha hizo hela walizozichukua kwa ajili ya watumishi hawa wananchi wanyonge. Ninajua wanateseka, wapo watu kule wanateseka. Unawaona wanavyopelekwa mahakamani, wengine wamekonda kweli. Inatia huruma, inaumiza. Lakini inawezekana wapo wale ambao wangependa kuomba msamaha. Waje kwako wewe DPP, wasimamie hilo, mpange utaratibu wa kurudisha hizo fedha, warudishe ili waje washiriki katika kuijenga nchi yetu kwa pamoja. Unamkuta mwingine alishindwa kulipa kodi, akafoji, anadaiwa labda bilioni 2, siaje aombe msamaha, sitafoji tena, alipe hizo fedha, halafu aje ashiriki kama na kiwanda, aendelee kuendesha kiwanda. Wapo wengine walikuwa na fedha za kutakatisha, atubu kwamba sitatakatisha tena, kutakata kwangu hapana, nitakuwa natakata katika kufanya biashara ya kweli, kwamba dhambi ya kutakata nimeiacha. Aje atoke kule, alipe hiyo faini, hiyo hela ambayo anadaiwa. Mimi ninafikiri kama kwa mujibu wa sheria, na ninyi wanasheria na mimi naruhusiwa kutoa mapendekezo. Haya ni mapendekezo, sijaingilia mahakama, kwa sababu watu wa mahakama saa nyingine wanapenda watu kuwasurubu kwenye mahakama. Lakini mimi haya kama kiongozi ninapendekeza hivyo, ningefurahi hivyo. Nimekuwa nikisikia watu wanashikwa na dhahabu, anakwenda na tubu, dhahabu inataifishwa, anaendelea anakwenda kuchimba nyingine. Nimesikia kwenye mahakama. Sasa katika hizi zingine nacho mtu anaweza akatubu, akarudisha hiyo hela aliyoitakatisha, akarudisha hiyo hela ili tukaitumie kwa maendeleo ya wananchi maskini, ikasaidia watoto, ikalipie karo za watoto, ikajenge mahospitali, ikanunulie madawa ya watu wetu maskini na kadhalika. Na yeye ajikomiti kwamba hatarudia. Lakini wasipofanya hivyo ndani ya siku 7, ninyi muendelee kuwabana kisawasawa, hata kama kesi itachukua miaka 20. Lakini nilifikiri mimi kama kiongozi nina wajibu wa kusamehe ili tulijenge taifa letu kwa pamoja. Wapo watu wanateseka, nafahamu, na mimi nisingependa, dhamira yangu na Mheshimiwa Makamu wa Rais na viongozi wote, hakuna anayependa kuona watu wanateseka, na mimi nisingependa kuona Watanzania wanateseka, na hasa wale ambao wako radhi kutubu na kujutia makosa yao. Sisi wote ni wadhambi.